Dunia imetikisika mara baada ya hotuba ya Rais wa Marekani Donald Trump. Mtazamaji na mfuatiliaji wa channel hii, nikusihi kuendelea kubaki hapo hapo ili uendelee kufahamu mambo mengi ambayo yamejiri ulimwenguni. Endelea kusubscribe, kulike na kushare kila aina ya tukio la kimataifa. Rais wa Marekani Donald Trump ametoa hotuba kuhusu hali ya taifa mbele ya bunge la Marekani katika kipindi ambacho taifa hilo linakabiliwa na changamoto za kisiasa, ikiwemo mvutano unaoendelea na Iran. Hotuba hiyo imepewa uzito mkubwa na vyombo vya habari, sio tu vya ndani ya Marekani bali hata kimataifa, sababu inatoa dira ya Washington kisiasa na pia inaonyesha namna utawala wa Trump unavyojipanga kukabiliana na changamoto zinazokabili taifa hilo. Rais Trump anatumia hotuba yake kueleza hali ya taifa, kutetea misako ya uhamiaji, kupunguza gharama za matumizi katika serikali ya shirikisho, shinikizo lake la ushuru wa kimataifa ambao mahakama ya juu iliufuta, lakini pia uwezo wake wa kuongoza operesheni za kijeshi zinazofanywa ulimwenguni, ikiwa ni pamoja na Iran na Venezuela. Rais na chama chake cha Republican wanaonekana kuwa hatarini, huku kura za maoni zikionyesha kwamba Wamarekani wengi hawaamini jinsi Trump anavyoendesha serikali katika mwaka wake wa kwanza tangu aliporudi madarakani. Lakini Mrepublikani huyo anatumai kwamba anaweza kuwashawishi Wamarekani wanaozidi kuwa na wasiwasi kwamba sera zake zimeboresha maisha yao, huku akihakikisha kwamba uchumi wa Marekani una nguvu zaidi kuliko wengi wanavyoamini. Mada kuu ya hotuba hiyo ni kwamba nchi hiyo inazidi kukua kutokana na ongezeko la viwanda vya ndani na ajira mpya, licha ya Wamarekani wengi kutokuhisi hivyo. Trump anasema kwamba, hapa namnukuu, baada ya mwaka mmoja tu naweza kusema kwa heshima na fahari kwamba tumefikia mabadiliko ambayo hayajawahi kuonekana hapo awali. Tayari alikuwa ameahidi kwamba hotuba yake itakuwa ndefu kwa sababu ana mengi ya kuzungumza, na hasa kuhusu uchumi wa Marekani. Rais amewaambia Wamarekani kwamba wa Republican ndio wanaofaa zaidi kuendelea kushughulikia wasiwasi wa umma kuhusu gharama za maisha. Trump anasema kwamba kama atapewa miaka 3 zaidi katika ikulu ya White House akiwa na wa Republican, wanaweza hatimaye kufikia tena kile kinachofahamika kama ndoto ya Marekani.